Uteuzi wa mtoto na mkwe wa Rais Samia Suluhu Hassan katika baraza jipya la mawaziri umezua minong'ono na maswali mengi. Mimi Wanu Hafidh Amer. Mimi Mohamed Omar Mchengerwa. Kwamba ndio wenye elimu, maarifa na uzoefu bora zaidi ya wabunge wengine wote, au hana imani na wengine katika kumletea matokeo anayoyataka. Lakini Rais Samia si rais wa kwanza au pekee barani Afrika kuchagua mtoto au ndugu wa karibu vile katika utumishi wa juu wa serikali. Mwaka jana tu, rais wa Equatorial Guinea, Teodoro Obiang Nguema, alimpandisha cheo mtoto wake, Teodorin Nguema Obiang, kuwa makamu wa rais na msimamizi wa masuala ya ulinzi na usalama. Jirani hapa nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni alimteua mke wake kuwa waziri wa elimu. Kabla ya hapo, Mama Janet alikuwa waziri anayeshughulikia masuala ya eneo la Karamoja. Majirani wengine nchini Rwanda, watoto watatu wa Rais Paul Kagame wote wamo katika utumishi wa umma. Sasa hii maana yake nini hasa? Kwa nini viongozi hawa waache mamilioni ya wananchi wengine, halafu waishie kuteua watoto au ndugu zao wa karibu katika nafasi nyeti kabisa za uongozi wa juu? Kuna sababu nyingi, zingine hatuwezi kuzijua, lakini zifuatazo ni baadhi yake. Kwanza ni ishara ya kudhoofika kwa taasisi nyeti na zingine katika nchi husika, kwamba taasisi kama bunge, mahakama, vyombo vya usalama, vyama vyao vya siasa na hata vyombo vya habari vinakuwa dhaifu sana kiasi kwamba haviwezi kuhakiki wala kuhoji uteuzi ama uwajibikaji. Viongozi hawa wakati mwingine wanaweka pembeni sifa na uzoefu unaohitajika kufanya kazi fulani na kutegemea zaidi uhakika wa kukontrol au kubaki kuwa salama. Sababu nyingine ni wasiwasi wa kusalitiwa. Unafahamu, hata kama uwanja wa siasa unaweza kuonekana mfinyu kwa wapinzani, mara nyingi hata siasa za ndani ya chama tawala na zenyewe hubadilika kwa kasi sana, mara nyingi bila hata kutegemea. Kwa hivyo ni rahisi sana kwa viongozi hawa kuangalia hata wale maswahiba wao wa karibu, makomredi wao, kwa jicho la tahadhari. Maana yake muda wote unaweza kubadilika na kuwa washindani. Sababu nyingine inataka kufanana kidogo na hiyo iliyopita. Viongozi hawa wa nchi huwa wanakuwa na watu fulani, si wengi sana, ambao huwaamini katika kuwasaidia moja kwa moja au kuwaletea watu watakao wasaidia. Sasa unapoona kiongozi anaishia kuwachagua wanafamilia wake katika nyadhifa nyeti kabisa, hiyo inawezekana ikawa ishara kwamba hawa watu wanaoaminika wamebaki wachache sana, na kwamba huyu kiongozi anapata wakati mgumu kuwaamini hata hao wachache waliobaki. Chaguo salama zaidi linabaki kuwa hao wanafamilia wake. Kwa bahati mbaya, mahali popote duniani ambako teuzi hizi za wanafamilia wa viongozi zimefanyika, zimesababisha vinyongo na manunguniko kwa taifa kwa ujumla. Wewe unaonaje? Unadhani kwa nini viongozi wanawachagua wanafamilia wao au ndugu zao katika nyadhifa nyeti za kuongoza nchi?